Je, tatizo hili unaloliona kwenye picha la matobo matobo kwenye keki, lakini pia keki kukatika, lishawahi kukukosesha usingizi? Sio tatizo lako, ni makosa madogo madogo ambayo hutokea wakati wa kutengeneza keki yako. Kam, twende pamoja ni kuelekeze vitu gani vinavyosababisha matobo hayo kutokea, lakini pia keki katika. Kitu cha kwanza mara nyingi huwa ni baking powder au baking soda, na hii inakuwa inasababisha na nini? Mara nyingi unapozidisha kipimo cha baking powder, unapozidisha kipimo cha baking soda, ndio inasababisha keki yako kutoka matobotobo au kukatika. Kwa maana hiyo unakuwa umeweka vipimo ambao sio sahihi. Matokeo yake texture nzima ya keki inakuwa sio sawa, kwa sababu keki hiyo itapanda kwa haraka, lakini ukitoa itashuka pia kwa haraka. Na namba 2 ni overmixing. Hili ni tatizo kubwa sana linalopata watu wengi wakati wa kutengeneza keki. Yaani mtu anafikiri kupiga zaidi muda mrefu, especially baada ya kuwa ameweka unga, inafanya keki iwe nzuri. Hapana. Ukishaweka unga, unatakiwa upige kiasi fulani, utoe mkorogo wako uweke kwenye tin. Kwa hiyo ukipiga muda mrefu wakati tayari umeshaweka unga, ina maana bato yako hapo itaharibika, texture haitakuwa nzuri, lakini pia itaingiza hewa kwenye keki yako. Matokeo yake utapata mashimo na matobo. Na namba 3, joto la oven kuwa kali sana. Joto la oven yako likiwa kali litasababisha keki kuiva kwa juu na ndani inakuwa bado haijaiva. Kwa hiyo ni tatizo ambalo unatakiwa ulijue, ndio linasababisha keki zako kuwa kama jinsi zilivyo. Na kitu cha 4, maji au maziwa yanakuwa mengi kwenye mkorogo wako. Hili ni tatizo ambalo unapaswa kujua, linaweza kusababisha tatizo ambalo nimelitaja hapo juu, kwa maana ya kwamba mkorogo wako unakuwa mwepesi sana kiasi kwamba unashindwa kushikana. Kwa hiyo inasababisha keki yako itoke kama ilivyo hapo nilivyoonyesha. Tatizo la 5 na la mwisho, ambayo kwa umuhimu kabisa, ni uwiano wa viungo vyako. Hili ni tatizo au ni janga kubwa sana kwa bakers wengi. Wanafanya vitu bila vipimo, kwa hiyo unakuta matokeo yanakuwa sio mazuri. Kwa mfano, unakuta mtu ameweka unga mwingi, au kazidisha mayai kiasi cha wingi ambao utakiwa kwenye kipimo kile, au kazidisha maziwa, au kazidisha mafuta mengi zaidi. Kwa hiyo matokeo automatic yatakuwa sio mazuri, kwa sababu uwiano hauko sawa. Kwa hiyo hizi ni baadhi tu ya sababu chache ambazo zinaweza kusababisha matokeo ya keki kama nilivyoonyesha hapo awali. Kwa hiyo kama una zingine, contribute hapo chini kwenye comment ili watu waweze kujifunza, bakers wenzio. Lakini pia video inayofuata nitatoa sababu ambazo zinaweza kusaidia kuepuka tatizo hilo. Ciao, it's Lebi Delicious Swiss Bakery hapa.